Usiku huo, Riley alilala akalala, kisha aliamka baada ya kusikia sauti ndogo ya mtoto akilia. Hii ilimfanya abaki akishangaa, kwani hakukuwa na mtoto yeyote ndani ya nyumba, kwani watu wazima pekee wanaishi pale. Kufuatia sauti hiyo, Riley alikutana na Amelia, lakini alishangaa kuona mwili wa Amelia umejirefusha. Ghafla, Amelia alikamata mkono wa Riley kwa nguvu. Riley alipiga kelele, lakini kisha Riley aligundua kuwa yote haya yalikuwa ndoto tu. Alipoamka na kujitambua katikati ya usiku, alishtuka kumwona Amelia tena. Hii mara macho yake yalikuwa yakiwa na mwangaza mweupe akiwa akichunguza kifaa cha Riley. Pole pole, Amelia alikimbilia Riley, akimfanya ajisikie hofu hadi alipoamka mara nyingine tena. Katika kijiji kimoja huko Rombo mkoani Arusha, walizaliwa watoto si kwa sababu ya kuja kuishi, bali kama vyombo vya kuzuia mama yao kuzeeka. Tunamwona mwanamke ambaye alikuwa akiwaangalia watoto wake mapacha. Amelia aliishi peke yake katika nyumba yake kubwa iliyoko Rombo, Arusha. Nyumba yake ilikuwa imejificha ndani ya msitu, mbali na makazi yoyote ya karibu. Amelia aliwapenda sana watoto wake mapacha na alikuwa makini sana katika kuwalea. Wakati Amelia alipokuwa akimlaza mtoto mmoja, mtoto mwingine mapacha alikuwa ameachwa chumbani. Wanaonekana watu wawili wakisogelea nyumba ya Amelia. Lengo lao pekee ilikuwa ni kuiba watoto wa Amelia. Wakikubaliana, mwanaume atachukua mtoto mmoja na mwanamke atachukua mtoto mwingine. Mwanamke alifanikiwa kumchukua mtoto mmoja, kisha akamsubiri nje mwanaume kuchukua mtoto mwingine. Hata hivyo, baada ya kusubiri kwa muda mrefu, hakuja kamwe. Wakati mwanamume alikuwa karibu kuchukua mtoto, na kabla hajakimbia kutoka kwenye nyumba yake, alitokea Amelia na kumroga mwanaume kiasi kilichomfanya asiweze kuchukua mtoto. Wakati yule mwanamke aliyekuwa akisubiri nje, alimwona Amelia akiwa ameshikilia mmoja wa watoto wake, ambaye Amelia alikuwa amemwokoa. Kutokana na mwanaume alikuwa ameshindwa kutimiza jukumu lake, yule mwanamke akashtuka na alitoroka akiwa amechukua mtoto mwingine. Baadaye alimwacha mtoto aliyekuwa amemkamatwa kwenye hifadhi ya watoto Woodland, ili mtoto huyo aweze kutunzwa ipasavyo. Miaka ilipita. Tunaona mwanamume mmoja aitwaye Edward. Yeye alikuwa mtoto wa Amelia aliyeibiwa na kutelekezwa kwenye hifadhi ya Woodland. Edward alitumia sehemu kubwa ya maisha yake huko akikulia pale. Wakati alikuwa mtu mzima, Edward mara nyingi alihisi udadisi mkubwa kuhusu utambulisho wa wazazi wake wa asili. Kwa sababu hiyo, aliwasiliana na hifadhi ya watoto ili kuuliza kama wangeweza kuwa na taarifa yoyote kuhusu yeye na wazazi wake. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Edward hatimaye alipokea simu kutoka hifadhi ya watoto. Kwa bahati mbaya, walimwambia kuwa hawana taarifa yoyote kuhusu wazazi